Karibu katika channel yetu pendwa Gaga the Power. Leo tutajadili, tutafundisha kuhusu majini. Majini wako wa aina nyingi, wako tofauti. Kuna majini wema na majini sio wema. Leo kipindi chetu cha leo tutadili na majini ambao sio wema. Hao majini sio wema nao wako wengi, wako mamilioni ya majini. Wengine hata duniani hawajafika, ila tutaangalia wale ambao wamefika. Katika hao waliofika tutamjadili jini mmoja anaitwa Jini Mahaba. Tutaangalia dalili zake na jinsi gani ya kumtatua au ya kumtoa katika mwili. Dalili moja kwanza ya Jini Mahaba, kama ukitaka kuhisi kuwa una Jini Mahaba, ona hizo au sikiliza hiyo kitu ambayo ninachokuambia. Kwanza, ukiona unapiga puchu au unashiriki tendo la mapenzi kwa mwenyewe, yani mwenyewe unafanya masturbation, tuseme, hiyo ni moja dalili ya majini mahaba. Dalili nyingine kwa mwanamke kutopata hedhi. Yani tarehe yako zinafika lakini haupati hedhi. Wao waga wanafunga hedhi. Ya tatu, kutotamani kufanya mapenzi. Yani wewe ukiambiwa tu kama mwanamke ukiambiwa tu kuhusu uko na mpenzi wako, ukiambiwa tu kuhusu mapenzi, roho inakukoroga, unajua una jini mahaba. Unaona? Kitu kingine, kuwachukia watoto. Mtoto wako umemzaa mwenyewe miezi 9 kakaa tumboni, umemtoa, umefanya yani kila kitu, then unamchukia yani. Ukiwa unampiga kama mama kambo vile. Kwa hiyo ujue ni dalili ya kuwa na jini mahaba. Kitu kingine, kutembea vitu katika mwili. Pia ni dalili ya kuwa na jini. Pia kwa mwanamke kuuma ziwa la kushoto. Unakuta ziwa la kushoto au kulia au ziwa moja linauma. Ujue ni moja dalili za jini mahaba. Pia unachokipanga akifanikiwi hata kama akihitaji pesa. Yani kwa mfano unapanga tu kitu ambacho akihitaji mtaji mkubwa. Kila unakifikiria, ila katika utekelezaji wake unashangaa huwezi kufanya. Kwa hiyo ni moja dalili ya jini mahaba. Umeona? Kwa hizo ni dalili za jini mahaba. Kwa ukiona hizo dalili, baadhi ya hizo dalili zilizozitaja ukiziona unazo, basi hakikisha kwa jua kabisa wewe una jini mahaba. Kwa leo somo letu la leo tutafundisha jinsi ya kuweza kumtoa huyo jini mahaba kwa njia rahisi tu. Umeona? Hapa mbele yenu kuna hizi dawa hapa. Kuna dawa hapa, kuna dawa hizi hapa. Umeona? Dawa ya kwanza ya chupa hii hapo. Hii hapo inaitwa maji ya marashi kama unaona hapo. Eka chini. Huyo ndo shenyangu bwana. Hii hapo inaitwa Hood wa Rose. Shenyangu weka chini. Hii hapo hiyo inaitwa Mahabati Nuksi. Shenyangu weka chini. Hapo pia tuna chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ni muhimu sana katika maisha yetu, kwa sababu mwanzo tulikuwa kitambo tulivyokuwa watoto tulikuwa tunaambiwa bwana, nendeni mkaoge koko au koko beach, nendeni mkaoge kwenye maji mtatoa nuksi. Kumbe kwa sababu ni yale maji ni maji ya chumvi. Kwa leo ndo nimepata maana zaidi kwa nini wazee walikuwa wanatupeleka koko beach kwenda kuoga. Kumbe chumvi ndani yake kuna vitu vikubwa sana. Pia naona kuna kidawa kingine kidogo hapo. Nyangu hebu kinani iko hapo. Na hicho nacho ni kidawa cha naniu. Umeona? Miski, kinaitwa miski nyeupe. Alafu kuna hii hapo nyingine. Hebu igeuze hivi, nataka nimuone huyo mdada huyo. Mlete mgeuza hivi tumuone huyo mdada huyo. Kama jini. Huyo hapa mmemwona huyo mdada huyo? Huyo ndo kiboko wa majini huyo. Mdada mmoja hivi kutoka Uarabuni. Hii hapo dawa inaitwa nini? Nini? Binti Sudani. Injinia hapo ametusaidia kidogo. Kwa hiyo hapo ni Binti Sudani. Kwa hiyo sasa hizo ndo dawa zetu ambazo zinatumika kwa hawali kumtoa jini mahaba. Ukishaziandaa pembeni kama hivyo, lazima uwe na ndoo ya maji pembeni kama hivi. Una ndoo yako ya maji. Umeona? Ndoo ya maji yake karibu hapa ili tuweze kuwasaidia. Sisi tunasaidia bure. Tunasaidia bure wa Tanzania wenzetu, kwa sababu maisha ya jini mahaba ni mabaya sana. Umeona? Utaanza kabisa utachukua, hakikisha ngoja kwanza. Hakikisha wakati unatumia hizo dawa ushike na kiganja chako cha mkono. Watu wengi wanafeli kwenye dawa. Shika na kiganja chako cha mkono. Yeke hiyo dawa kwenye kiganja cha mkono. Yeke kwenye kiganja cha mkono. Mahabati Nuksi hiyo, yeke kwenye kiganja cha mkono. Kwa sababu kwenye kiganja cha mkono hapo, hebu weka mkono wako hivi. Nikuoneshe. Nyosha mkono wako. Umeona kwenye kiganja hapo cha mkono
kuna communication za mafanikio kati ya wewe na ulimwengu. Kwa hiyo hakikisha hiyo dawa ambayo unaitumia umeishika. Usitumie kijiko au kutumia na njia nyingine. Mimina humo kwenye hayo maji. Usiogope, mimina yote hiyo. Baada ya hapo chukua chumvi. Chumvi ya mawe. Pasua vizuri. Pasua vizuri chumvi yako ya mawe. Ngata na mdomo. Shewe kungata na mdomo hataki, amefunga bwana kanambia. Shika na kiganja chako cha mkono. Utamimina kwenye hayo maji. Baada hapo utafungua hiyo nini hiyo maji ya marashi, utafungua kama unafungua Pepsi vile. Safi sana engineer. Kama unafungua Pepsi, utamimina kidogo. Tena basi babu. Huyu babu yangu bwana namtania. Baada hapo utafungua hudi wa rose. Hudi wa rose. Hakikisha unatumia hudi wa rose kwa sababu ndio hudi mzuri sana. Hudi wa rose. Fungue. Vunja, kata tu, yani usifungue kama tunarudisha dukani. Tafungua hapo. Ukifungua huo utapukuchia vitatu au viwili, inategemea na wewe. Pukuchia viwili hapo kwa kuna new budget. Pukuchia viwili au vitatu au kimoja. Kwa hiyo inategemea na wewe mwenyewe. Lakini mwingine unaweza ukaweka wote, yani kibox kizima hicho, kwa sababu kinauzwa gharama yake ndogo tu, shilingi 500 tu. Kwa unaweza ukakiweka, haina shida. Tayari hapo. Tayari. Pia tunakushauri maji yasiwe mengi sana. Maji yafike angalau hata humu. Yaani yasiwe maji mengi sana. Tunashauri maji yasiwe mengi sana. Sio mbaya. Hapo tayari. Baada ya hapo sasa mchanganyiko wako wa kuoga unakuwa umeshamaliza. Sasa hii hapa dawa. Hiyo dawa ya kuoga inaambatana na dawa ya kupaka. Yaani unaoga na kupaka. Hiyo dawa ya kuoga utaoga siku 7. Utaoga siku 7. Asubuhi, utaoga na usiku. Siku 7. Umeona? Masharti yake, wakati unaoga siku 7, hakikisha usiingiliane na mtu yoyote. Yaani msitafunane. Yaani mwanamke usitafunwe na mwanaume usimtafune mwanamke. Hakikisha usifanye mapenzi kabisa, yani wakati unatumia hiyo dawa ndani hizo siku 7. Fungua hiyo whisky nyaniwe hapo. Ifungue hapo. Usimimine humo Ifungue iweke hapo, iweke chini. Iweke hapo chini. Ukimimina humo, ukichanganya na humo itatoka bomu. Ifungue na hapo hiyo binti Sudani. Baada hapo sasa utachanganya hiyo binti Sudani na hiyo whisky utazichanganya hizo zote hapo. Hebu zichanganye. Utaichanganya hiyo. Changanya vizuri. Changanya hiyo. Mkubwa anamfuata mdogo hapo. Wewe isije huko itajaa hiyo iende huko. Changanya vizuri kwa makini hapo injini yangu. Changanya kwa makini kabisa.
Tayari, changanya vizuri. Hebu naomba nione huo mchanganyiko wako. Mchanganyiko umeuona huo? Isimamisha hivyo ione, isimamisha hivyo. Umeona? Umeitazama, huo ndo mchanganyiko wangu. Sasa hapo utapata mafuta hapa utapata mafuta. Basi igandishe tu hivyo. Iweke hapo chini. Iweke tu hapo kwenye meza. Sasa hapa utakuwa umeshapata dawa ya kuoga asubuhi na usiku. Na ushapata mafuta ya kupaka asubuhi na usiku. Mafuta haya asubuhi utapaka na usiku utapaka. Asubuhi utapaka, usiku utapaka. Siku 7 utapaka hayo mafuta na utaoga hii dawa. Mafuta jinsi ya kupaka: asubuhi unapaka kwenye paji la uso. Ukishapaka kwenye paji la uso, toka nenda kwenye mihangaiko yako. Kabla hujapaka, nuia ya maneno. Utasema chochote unachotaka kwenye hiyo mihangaiko yako. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu, naomba kwenye mihangaiko yangu nipate riziki ya halali, kwa sababu natafuta riziki ya halali, basi nipate riziki tofauti na jana. Kama kutakuwa kuna mabaya yoyote yanataka yanitokee, kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu naomba unisaidie hayo mabaya yapotee. Utapaka kwenye paji la uso. Utasema ning'ae kama nyota zing'aazo angani. Kwa yote yule atonitazama, aniletee dili, aniletee pesa, aniletee mchongo. Baada hapo ukishapaka kwenye paji lako la uso, baada hapo vaa nguo zako, nenda kwenye mihangaiko yako ya kawaida ya kila siku. Usiku ukishaoga hiyo haya maji hapa unayaona hapa, paka kwenye sehemu zako za siri. Paka sehemu zako za siri, kwa sababu jini mahaba ndo. Kwa mfano kama mwanamke utapaka kidogo kwenye sehemu zako za siri, mwanaume utapaka kidogo kwenye sehemu zako za siri. Umeona? Na utapaka usoni, utapaka kwenye sehemu ambazo zina matundu usiku. Kwa mfano puani, masikioni. Umeona? Utapaka kidogo sehemu zote unahisi kuna tundu, utapaka. Hata kwenye kucha utapaka pia. Utalala. Muombe Mwenyezi Mungu, jini atatoka. Sasa hapa tutaelekeza jinsi shehe wetu anataka aende akaoge kidogo. Tutaelekeza jinsi ya kuoga. Hizi uogi kama nani? Twende shehe. Uoge tu, unaoga tu kama unaoga nani hivi. Shehe tunaenda naye shehe. Sasa hapa ukishafika chooni, hakikisha kwamba unaenda kuoga sio choo kikubwa. Oga kwenye choo kidogo, yani bafuni. Ushasoma? Chukua kopo lako, chukua kopo hapo, tuelekeza. Sasa tushafika chooni hapa, ndo tunamalizia kuoga. Hakikisha umevua nguo zako zote. Baada hapo chukua kopo moja la maji. Mwagia chooni. Mwaga kabisa chooni. Sema haya maneno. A'udhu billahi minashaitani rajim. Utamwaga. Au unaweza ukasema nawakemea majini, mashetani yote. Isifanyike basi ifanyike. Shehe anatusaidia kidogo. Baada hapo sasa, baada hapo ukishasema hayo maneno kama aliyosema shehe hapo, kwa mashetani ambao wote wanakaa chooni, basi wapotee kwa muda huu ambao mimi naoga sasa hivi. Umeona? Baada hapo utachukua kopo moja la maji. Chukua kopo moja la maji. Kabla hujaanza kuoga, hakikisha kwanza ndoo yako iwe mbali na wewe, ili mradi hayo maji yasiingie kwenye hiyo ndoo. Peleka ndoo yako mbali. Baada hapo sasa utaanza utachukua kopo moja. Ukishachukua kopo moja, utasema kabla hujaanza kuoga, utasema haya maneno, utanuia haya maneno. Kama kuna vifungu vya uchawi, kama kuna nuksi, mikosi, basi yote iniondoke kupitia dawa hii ninayofanya hapa. Ndio. Kama ni jini mahaba,
Kama majini wote wale. Wote walikuwa wananiambia ni vijicho vipembe. Kwa hiyo hapo utakuwa umesema pia umshirikishe Mwenyezi Mungu. Unaweza ukasema pia Mwenyezi Mungu natumia hii dawa kwenye mambo yangu ndio. Baada hapo sasa oga. Baada ya kumaliza kuoga, tutamwacha shehe wetu akiendelea kuoga. Baada ya kumaliza kuoga, tutakuwa tumemaliza kipindi.